uwepo wako uwe pamoja nasi Baba. Kuna vitu vingi ambavyo unatamani Mungu wetu tuvipokee. Tuko chini yako Bwana, tunasi uwepo wako uende pamoja nasi. Hatuwezi kujiongoza kwa elimu tulizo nazo. Safari ulianzisha ndani mwetu Bwana, izae matunda. Vigelegele kwa Bwana. Vigelegele tena kidogo kwa Yesu. Nakushukuru Bwana kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Nakushukuru Bwana kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Shukuru
mbele zako Bwana. Mungu atiamu kwa ajili ya ibada hii tena. Sitapungukiwa na kitu katika maisha majani mabichi, unilaza kando ya maji ya utulivu, niongoza, uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ni Mungu yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, walio nyuma yangu walijikwaa wakaanguka. Watesi wangu walijikwaa wakaanguka, watesi wangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi linapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vitaponitokea, hata hapo nitatumaini neno moja, nitaogopa Bwana, nawe ndio nitakao nitakuta. Bwana, tumekusanyika mahali hapa kwa ajili ya kukuadhimisha, kwa ajili ya kukuabudu. Tumekusanyika mbele zako Bwana kukuabudu uliye peke yake, uliye peke yake, uliye Bwana wa Bwana, uliye Bwana wa miungu yote, uliye Bwana wa heshima, uliye Bwana wa mabwana. Heshima na adama ametamalaki, amejivika nguvu na uwezo wa ajabu. Rikanda ramasheke rakamaseke rakamo rapa rapako raseke rika rakamo mate rapako. Bwana wewe wako tunalia Mungu, jina lako peke yako ni Mungu, peke yako ni Mungu, peke yako ni Mungu. Wewe nafsi yangu mimi ni Bwana, na yote nilivyo ndani yako, hili ni jina lake takatifu. Wewe nafsi yangu mimi ni Bwana, wala usinisahau fadhili zake zote. Hakusamehe maovu yako yote, hakuponya magonjwa yako yote. Zaburi ya 133 umefika kabisa. Tutaenda pamoja
kwa mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Umefika? Ambaye bado aseme bado. Wote tumefika. Twende 1, 2, 3. Siwasikii. Natamani utangaze neno kwa sauti. 1, 2, 3. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Aroni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hermoni ushukao mlimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam uzima hata milele. Hebu mpigie Yesu makofi mengi. Sijui kama umeelewa. Nasikia kuomba huku ndani, sijui tunafanyaje, lakini ngoja nijizuie hapa. Sijui kama umeelewa. Anasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, maana ndipo Bwana anapoziamuru baraka na uzima wa milele. Yaani kuna vitu vingapi hapo? 4 vya msingi. Jambo la kwanza, ndugu kukaa pamoja. Jambo la pili, kwa umoja. Jambo la tatu, kuamuliwa baraka. Jambo la 4, uzima wa milele. Hebu ngeukie jirani yako, mwambie hivi, unajua tunatafuta nini hapa? Sijui kama kuna mtu amekushawishi, amekukaribisha hapa kwa kukushawishi. Yaani vyovyote iwavyo, iwe umekuja kwa kushawishiwa, kwa kumsindikiza mtu, wewe ni mlengwa, uzima wa milele unakuhusu. Bwana lazima akubariki na akupe uzima wa milele. Sasa unajua kimsingi leo sio siku ya kuhubiri, ni siku ya kula bata. Mwambie jirani yako kula bata. Ni siku ya kufurahi pamoja. Sasa tunajua ratiba yetu ilivyo. Mimi sina ratiba hapa, nina saa tu. Kwa hiyo naomba mwe mnaniangalizia wahusika, usisahau kunitoja. Pointi ya kwanza, upendo unaleta baraka inayoamuru uzima wa milele. Upendo unaleta baraka inayoamuru uzima wa milele. Kwamba yaani upendo ule wa kiungu, tumesema moyo wa upendo unatuweka pamoja kama familia ya Kikristo. Sasa upendo ukifanikiwa kukaa kati yetu, huwa unaileta baraka ya Mungu katikati. Alafu ile baraka ikiwepo, inashawishi na kusii uzima wa milele ushuke katikati ya watu. Kwamba watu watakaofanikiwa kudumu katika upendo, baraka ya Mungu itakuwa kati yao. Baraka ya Mungu ikiwa kati yao, hawa watu mbingu inawahusu, ni ya kwao, wala wapingwe na chochote. Kinachotuumiza sisi ni kule kujisahau, kuangalia kwa namna ya kibinadamu. Angalia pointi ya pili. Upendo wa Yonathani ulimwokoa Daudi dhidi ya mkono wa Sauli. Kitabu cha kwanza cha Samueli, ile sura ya 10. Kitabu cha kwanza cha Samueli, ile sura ya 20, sio ya 10, sura ya 20. Samueli wa kwanza sura ya 20. Tutasoma pamoja mstari wa ngapi? Mstari wa 17, 20:17. Biblia inasema maneno yafuatayo. Taenda spidi kidogo. Anasema, naye Yonathani akamwapisha Daudi mara ya pili kwa ajili ya upendo aliokuwa nao kwake, kwa maana alimpenda kama alivyoipenda roho yake mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, ya habari tunaifahamu. Ni baada ya Daudi kutoka kumpiga Goliati. Alipotoka, watu wakatoka, hasa wakina mama wakaanza kuimba wimbo wakisema, Daudi ameua 10,000, alafu Sauli ameua 100.
Mfalme Sauli akakasirika, licha kwamba Daudi amewaondolea aibu. Akakasirika, akaona kilichobaki huyu mtoto ni kumpa ufalme. Kwa hiyo akaanza vita naye, lakini ili amuue alitengeneza mazingira ya kuhakikisha namweka karibu. Cha kwanza akampa binti yake, kamuozesha ili atumie nafasi ile kumuua. Alisemaje? Ninahitaji uoe binti yangu, wala usinipe mahali yoyote, kwa sababu Daudi alijitetea, mimi unajua ni maskini, familia yangu haina chochote, nitaoa kwenye familia ya mfalme, niwape nini? Akasema, mfalme, mwende mwambie kwamba mfalme anakurizia, yeye hataki chochote, wewe wende umletee govi 100 za Wafilisti. Sasa hiyo ni Biblia imesema. Halo? Sasa jamaa kaenda. Usifikiri tule tu jamaa mfalme alikuwa na shida nato, wala yeye alichokuwa anataka jamaa aende vitani, awaangukie Wafilisti wamuue. Walipoenda hajamletea 100, akaleta 200. Akabidi amuogope kwanza. Sema udogo vipi tena? Amewezaje? Mimi nitegemea akienda kuwaambia watamuua. Ameenda akaua watu 200 badala ya 100. Akatengeneza mbinu nyingine ya kutaka kuja kumuua usiku akiwa amelala. Mke wake moyo wake ukaambatana naye, akamtengeneza mdoli, akaulaza pale kitandani, akaufunika vizuri. Sauli akaja ananyata, akakita mkuki pale, akahakikisha umeenda upande wa pili, akijua kwamba ni Daudi. Baadaye anakuja kufunua, anakuta sio yeye. Halo? Akaandaa chakula ambacho walikuwa wanakula kila mwaka, wana sherehe yao. Akashangaa Daudi atokei. Kumbe alipokuwa Daudi kwenye nyumba ya mfalme, Mungu aliamsha roho ndani ya kijana aitwa Yonathani, mtoto wa Sauli. Huyu Yonathani akampenda Daudi kama anavyopenda roho yake mwenyewe. Wakaungana, wakawa wamoja, wakawa na ushirika usio wa kawaida, wakaishi pamoja kwa umoja. Yaani ile ndio iliyomsaidia Daudi, ndugu zangu. Wakati ambapo Daudi mbinu ya kuuliwa inapangwa nyuma yake, Mungu anamwepusha kupitia Yonathani. Kwa nini? Umoja waliokuwa nao, ushirikiano waliokuwa nao, upendo waliokuwa nao ndio uliokuwa unamfanya amfunulie yale mambo yote. Siku moja Sauli alikuwa anavamiwa na mapepo, yaani ni roho chafu ilikuwa inamvaa. Ikimvaa analipuka mapepo. Sasa ili yamtulize, inabidi atokee mtu wa kupiga kinubi. Waimbaji haleluya, waimbaji haleluya, waimbaji haleluya. Yaani sikilizeni, sisi ni wahubiri, lakini wahubiri duniani. Mbinguni hakuna kuhubiri. Unamhubiria nani? Mbinguni hakuna hata injili ya kutiana moyo, haipo. Wakati mwingine sisi hapa kati ya watu wakiwa wameokoka wote, kila mtu ana hofu ya Mungu, tutapiga injili ya kutiana moyo wakati mwingine. Yaani unaweza ukakemea dhambi mahali ambapo dhambi haipo. Kwa hiyo kabidi tu kutiana moyo. Lakini mbinguni hata injili ya kutiana moyo haipo. Mbinguni ni nini? Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Kwa hiyo Daudi akachaguliwa kupiga kinubi, kupiga kinanda, kupiga nyimbo mbele ya Sauli. Anapoimba na akapiga kinanda, ule mziki unashusha utukufu wa Mungu, yale mapepo yanamwachia Sauli. Ushaikufikiria hivi? Ushaikufikiria hivi? Kuna siku moja mimi nilijifunza kitu kimoja kwenye sifa. Tumeenda fellowship. Zamani hapo ndo nimempokea Yesu mkoani kabisa kule. Tumeenda fellowship. Wanaimba, hawana hata kinanda. Ni mkutano mkubwa, una watu zaidi ya yupo Mungu wa Israeli, yupo Mungu. Utukufu ulishuka, nikashangaa mapepo yanaanza kulipuka. Yaani vivi, hajakemea mtu, hajaita jina la Yesu, hajaita moto mtu. Amesema yupo Mungu wa Israeli, yupo Mungu anayetuponya, yupo Mungu anayeweza. Ghafla mapepo yakaanza kulipuka ndani ya watu. Kwa hiyo Daudi alikuwa nyumbani mwa Sauli akifanya utumishi mzuri tu wa kumsifu Mungu kwa ajili ya kumsaidia jamaa au salama. Siku moja Sauli akasema, leo akija kupiga kinanda, sitasubiri mapepo yanitoke, nitamrushia mkuki. Yaani wakati ambapo yanaandaliwa mabaya pasipo wewe kuyaona,
ile ushirika unaokuwa nao na Mungu, unaenda kuamuru baraka inayochochea uzima wa milele, inaingilia kati, nasema hivi, huyu mtu hata kufa sasa hivi kwa sababu wakati wake haujafika. Utashangaa mabaya yote yamepigwa teke, yamekaa kando, wewe umeenda mbele. Haleluya! Unajua Mungu wetu yuko hivi, wakati ambapo sisi tunakuwa tumelala, majeshi ya pepo wabaya wanatafuta kutuvamia. Halafu wanapotafuta kutuvamia, Mungu tunayemwabudu, tuliyeshikamana naye, Mungu tunayeishi katika pendo lake, huwa anaamuru malaika wenye nguvu, wanaenda kuwapiga wale pepo wabaya. Ndio maana jikuta unalala, halafu unaamka salama, maisha mengine yanaendelea. Saa nyingine utalala nyumbani kwako, watakuja wachawi, wataanza kuwanga kule nyumbani kwako, watawanga nje ya ukuta wako. Sikiliza, waache wapigwe na mbu na baridi, wewe mwana wa Mungu endelea kuchapa usingizi. Kwa nini? Bwana anakulinda. Biblia inasema wanajipa tabu wale wanaochelewa kulala na kula chakula cha tabu, kwa sababu Bwana huwapa wapenzi wake usingizi. Kwa hiyo upendo wa Mungu unatuweka mahala pamoja, lakini si tu kutuweka mahala pamoja, unatuweka pia mahala salama. Tukiwa pamoja sisi kwa sisi, Mungu anakuwa kati yetu, na Mungu akiwa kati yetu, ushindi ni wa kwetu mchana na usiku. Hakuna jambo linaloweza kumshinda Mungu wetu akiwa upande wetu. Si unajua maandiko yanasema Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa juu yetu? Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa juu yetu? Kuna watu wengine wamekutana na vita, wengine wakakutana na viapizo. Ukisoma habari za Paulo, kuna wakati amepelekwa jela, wakainuka Wayahudi wasiopungua 40 wakaapizana kiapo kwamba hatutakula wala hatutakunywa mpaka tumuue Paulo. Ushawahi kufikiria hiyo? Yaani watu wanakaa wanafikiria namna ya kufanya ili wakisha wanakuua. Yaani wewe umeenda zako masomoni, huna moja wala mbili, wewe unajua wazazi wako wanalipa ada, wewe upige kitabu ulete matokeo, kumbe kuna njemba zinasema haiwezekani, kila saa hawe yeye, kila saa hawe yeye, tutaona. Kuna njemba zinakuangalia zinasema haiwezekani, kila saa vange vizuri yeye, tutaona. Sikiliza, waseme tutaona au tutaangalia, maana Bwana mwenye haki yuko upande wetu, tutawashinda kwa jina la Yesu Kristo. Hawatatugusa kwa namna yoyote. Mungu wetu tunayemwabudu ni Mungu mwenye uzima tele, ni Mungu asiye na upofu wala hana uzimi. Neema yake ikiwa upande wetu, hakuna anayekuwa juu yetu.
nataka nichukue ndoto. Ngoja nipate kidogo.
Ndela, njoo chukue maji weke hapo. Akikwambia 5 factories unahesabu 5. Tukae chini. Basi naombeni viongozi popote mlipo muweze kujitambulisha, vijana wawajue, siku nyingine waweze kuwatambua. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tutaanza na mratibu wangu msaidizi, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Vijana mapendo daima. Kwa jina naitwa Clara Valeriani, ni mratibu msaidizi wa Dekania Tegeta. Tumsifu Yesu Kristo. Makofi mengi kwake, makofi kwake, makofi mengi na vigelegele. Wakina dada vigelegele hamna? Karibu katibu mtendaji mkuu. Vijana mapendo mapendo, sijasikia vijana waliobarikiwa kwa siku ya leo. Mapendo. Basi kwa jina naitwa Daniel John Kiwili, natokea parokia Yohane Mtume na Mwinjili, ni katibu wa vijana Dekania. Asante. Karibu katibu msaidizi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Arnold Shirima, ni naibu katibu wa Dekania Tegeta. Asante. Basi makofi mengi kwa viongozi wetu. Makofi mengi kwa viongozi wetu. Basi nashukuru sana kwa umoja wenu na upendo huu. Natamani tuendelee kushikamana na kushirikiana ndani ya dekania hii na dekania jirani, ili tuendelee kuwaimarisha na kuwainua vijana. Tukisema tukae peke yetu na wakati kuna wengine wanahitaji hii huduma, itakuwa haipendezi. Basi tutaendelea kushikamana kama neno ambalo Mungu amemtumia mtumishi wake siku ya leo, ile Zaburi 133. Tutatembea wote kwa pamoja tukishirikiana. Haijalishi wewe upo kamati gani, ila wewe ni kijana, unatakiwa usimame kama kijana. Haleluya. Basi tunaomba hapa mbele dakika chache.
hapa mbele dakika chache tu, wale ambao wote ambao wamenyosha mikono. Tuchangamke kidogo, muda unaenda. Basi hiki kitu ambacho tunakifanya ndio matokeo haya ambayo mnaona mbele yenu. Amina. Kwa hiyo tunaomba sana 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 tuweze kuwa waaminifu. Yule ambaye utakayemwokota ndiye atakayekuwa rafiki yako, na inatakiwa uweze kumwombea, yaani umwombee mpaka hiyo siku ambayo utakayemnunulia zawadi na kuweza kumletea, kama siku ya leo. Amina. Basi tutatupa hapa majina chini. Ukiona umeokota jina lako, tafadhali rudisha mapema sana. Amina. Na ukishamwokota inakuwa siri yako wewe na Mungu wako, asiweze kujua kama wewe ndio umeokota. Amina. Kama umeokota jina lako, please naomba urudishe. Siondoke kwanza, fungua hapo hapo. Kama jina lako rudisha. Kama jina lako rudisha. Na ukae na Mungu akuoneshe zawadi gani ambayo ya kumnunulia. Amina. Yaani vyote, lakini sio chakula. Amina. Usilete chakula. Chakula tutashiba hapa hapa. Haleluya. Amen. Basi zoezi limeisha, tunaendelea na ugawaji wa zawadi ambazo ziko mahali hapa. Mungu atuongoze, atutangulie kama tulikoongea siku ya usiku wa zawadi. Kile ambacho umekipata mshukuru Mungu, maana umeambiwa zawadi ni chochote, si ndio? Mbona hatuitikii? Zawadi ni chochote, wewe kifurahia. Amina. Na unamjua mtu ambao ulimuokota siku hiyo, maana najua tulitambulishana kama tulivyofanya leo, na ulimuelewa ni nani, apoje, ufanye nini. Kwa hiyo kile utakachokipokea mwambie Mungu asante. Ndicho hiki ambacho rafiki yangu mpendwa wangu aliyokuwa ananiombea amebarikiwa na ameweza kunipatia. Anayefuata ni Sara Ernesti Pascali. Sara Ernesti Pascali. Mbona kuja umenuna? Furahia. Makofi, 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 vigelegele. Wow! Makofi na vigelegele kwake. Anayefuata ni Elina Pascali. Elina Pascali. Unakuja umepooza kitu. Furahia. Umepoa hivyo ndugu yangu. Fungua tuone. Njoo. Ndani yake. Makofi tunawanyima jamani, tunakuwa wachoyo huko. Rehema. Haya kwangu ina accent hiyo ya kwangu. Delvina.
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi tunaomba rafiki yetu mpendwa ufungue zawadi yako, tuone boksi nzuri la 3,000. Najua kuna bonge la zawadi. Fungua tuone kilicho. Mbona msasandui? Labda kipande moja. Janeti Masawe. Janeti Masawe. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Fungua tuone kilichopo. Wow, makofi kwake na zawadi aliyopewa na rafiki yake kipenzi. Amina. Devina popote alipo. Haleluya. Basi tunaendelea na zoezi letu. Karibu. Wilson. Popote alipo Wilson. Ani leo nitarudi na zawadi. Dada yake anaweza kumchukulia. Jamani, makofi kidogo. Fungua tuone kilichomo. Wow, so nice. Fungua tuone. Makofi kwake. Rogas. Popote alipo. Irene Rogas. Na kuna mwingine anaitwa Happiness Kedimon. Happiness Kedimon. Nimetamka vibaya jina. Hebu nitamke vizuri jina lake. Tuone kilichopo ndani yake. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Wow. Makofi kwake. Stella popote ulipo. Stella Elliot. ndani yake.
Jesus Christ. Oh, shakachapa. Makofi kwake. Haya, tunaelekea mwingine anaitwa Teresia Anthony, popote alipo. Teresia Anthony. Teresia Anthony. Anayefuata Rabeka Ruka. Ni Ruka, maana kaandika Ruka. Rabeka. Anayefuata ni Adriani Laurenti, popote alipo. Adriani Laurenti. Wow, tanashati. Zawadi. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Wow! Makofi kidogo. Huyu tunamuita Rodrick, popote alipo. Tunamhitaji huko mbele. Rodrick jamani, alikuwepo hapa. Rodrick. Beatrice Thomas ajiandae. Wow. Makofi kwake. Beatrice Thomas. Fungua tuone. Jamani, tumechoka kuwashangilia zetu. Fungua. Mambo. Basi kuna mwingine anaitwa Grace Msoma. Popote alipo. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Makofi kidogo, tushangilie kwa makofi. Basi kuna mwingine anaitwa Happy Valence, popote alipo. Happy Valence. Teonas, popote ulipo, karibu upokee zawadi yako Teonas. MC wetu kabambe, MC mashamsham. Karibu tuone. Haya, tunamuita mtu mmoja anaitwa Lucy Tanganyika. Unajua sio yako, nichukue mimi. Ndani yake. Grace ajiandae. Grace Ramadhani jiandae. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Grace popote ulipo. Basi kuna mtu mmoja jiandae anaitwa Jacqueline Joseph, popote alipo.
Jacqueline Joseph. Hebu shangilia makofi kidogo. Tuchangamke tunapoitwa. Ajiandae, mmoja anaitwa Vanessa Venus. Yeah. Fungue tuweze kuona. Vanessa popote alipo. Wow, mrembo mwanana, wow, saa ya nguvu. Ila hujatuonyesha vizuri, bila hujaona. Mmeiona mjaiona? Tunaonyeshwa sisi. Wow. Kuhifadhia. Aliandaa mtu mmoja anaitwa Jennifer Fitina popote alipo. Wow, wewe. Vigelegele kwake. Hebu nenda pale kwanza upige picha vizuri. Rudi pale. Tena usishike vizuri. Rudi hivi. Wow. Rudi hivi. Vijana mapendo. Daima. Mapendo. Dekania ya Tegeta. Shika tu Oye. upige picha. Usitingishe. Wapi vigelegele? Sasa bora ucheki. Basi ajiandae mtu mmoja anaitwa Jimmy. Jamani. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Wao. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nampokelea huyu kijana anaitwa Jimmy. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Fungua lisilowezekana linawezekana katika upendo. Jibu la upendo ni upendo. Ila tumechoka, tuwapigie zetu makofi jamani. Hili tendo linalofanyika mahali hapa ni tendo kubwa sana. Kiroho ni tendo kubwa sana. Haleluya. Tusishangilie kinyonge. Isaya. Mlikuwa wawili? Roho Mtakatifu Hivi tutafute wenyewe mpaka tuipate. Basi ajiandae mtu mmoja anaitwa Daudi Martini. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Sikujua mimi. Sogea mbele. Kilichopo ndani yake. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Makofi kwake. Haleluya. Vijana vigelegele. Kuna mtu mmoja anaitwa Jasmine Masawe. Popote ulipo Jasmine Masawe. Jasmine Masawe. Fungua tuone. Wow, vigelegele. Wow, funguo tosha. Hatujaona ukivunjiwa bana. Mbona umetunyima hivi? Pita mniko popote ulipo. Pita mniko. Tuo bosi wenyewe nzuri na jopo ndani kuna mambo mazuri. Acha kabisa. Tuone kilichopo ndani yake. Fungu. Wow. Ametoka hiyo. Na kifungasho cha. Kuna mtu mmoja anaitwa Isaya. Samani hii taisema imenitoka kidogo vini.
Isaya Products. Isaya Products. Kijana wako. Hebu fungua tu hiyo. Hebu fungua tu hiyo. Fungua. Tu yote viwili kaka. Fungua. Unapanya. Wow. Kuna mwingine anaitwa Caroline Abdalla. Caroline Abdalla, popote alipo anahitajika. Tasizia ni mbebe mimi. Ndio. Kuna mwingine bana nyanyuka basi leo. Fungua tuone kilichopo ndani yake kama ajiandae mtu mmoja anaitwa Winifrida Kamande. Winifrida Kamande, popote alipo. Winifrida Kamande. Wow. makofi kwake. Kuna mtu mmoja pia anaitwa Maria Gratusi. Maria Gratusi. Maria Gratusi hayupo. Leo tutatoka na zawadi nyingi sana. Yaani nisikubali. Acha kabisa. Kuna mtu mmoja anaitwa Eliabu. Hebu shangilia kidogo. Kijana mzuri kama shati. Kupokea zawadi yake iliyo njema. Acha kabisa. Tuone kilichopo ndani yake. Unaweza kusoma shati baba. Una macho na suruali yako nyeusi. Kuna kijana mmoja anaitwa Pius Peramiho. Makofi kidogo. Kiongozi mkubwa sana. Haleluya. Mimi namjua anaitwa Pius Symphonia. Ila hapa hajaandikwa hivyo. Au ya kwangu. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Fungua. Makofi kwake kwa kiongozi mkubwa Joshua Morris. Makofi kwa Joshua anapokuja kupokea zawadi yake. Ongeza makofi kwa kijana. Tuone kilichopo ndani yake. Wao. Vigelegele na makofi. Ongeza makofi. Tumpendele 5 factories. Twende. Pasha. Watu bado wanasinzia jamani. Muda wa kulala. Pasha. Kijana pasha. 5 factories. 1, 2, 3, twende. Wow. Haya. Kuna mwingine hapa, kuna dada mmoja anaitwa niseme nisiseme. Sema. Amewekewa microwave. Amina. Anaitwa Eva James, popote alipo.
Eva James. Eva James. Okay, Finance Mwalongo. Finance Mwalongo. Finance Mwalongo. Finance Mwalongo. Finance. Kuna mwingine anaitwa Sofia. 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 Pia akijiandaa Jafeti Masawe. Jafeti Masawe. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Fungua tuone. Mshangilie jamani. Vigelegele na makofi kwake, vigelegele na makofi. Ana zawadi nyingi, tutaonyesha moja. Umeonyesha zote jamani, mmeziona? Na peni ipo huko, kuna sabuni, kuna daftari, kuna t-shirt. Tuletee masiala kaka. Najipinda wenzangu. Kwa upendo kanunua vitu kibao. Haleluya. Sofia rafiki yangu kipenzi, tuonyeshe urembo. Ukienda kanisani kwa Yesu umekaa umependeza. Haleluya. Amen. Bonite, popote ulipo Bonite. Bonite, popote pale ulipo. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Fungua tuone. Wazima ni Jumapili. Fungua tuone. Eva James popote alipo. Eva James. Eva James. Ani naenda kutafuta kiroba sikubali. Lucia hajafika ya ubini. Haleluya. Lucia. Lucia, karibu. Fungua tuone kilichopo ndani yake. Fungua tuone. Wow, makofi kwake. Watu wamependeza. Priscilla. Leo kiroba kitajaa. Eti kile kiroba cha mchele mliweka wapi? Eti bebe. Wow, leo narudi nimetuna.
Fungua tuone kilichopo ndani yake. Fungua tuone. Ndugu yangu, hata hatujaona vizuri. Labda panya kadoko. Wow.